Asante sana. Majina yangu ni Samuel Ng'ang'a Githaiga. Kuna eko kidogo. I hope it's okay. Naitwa Samuel Ng'ang'a Githaiga. Utakuwa na mute anajua. Okay. Naitwa Samuel Ng'ang'a Githaiga, msaliwa wa Nairobi. Mimi nilizaliwa mahali kunaitwa Kagemi Gishagi. Watu wa Kagemi wanajua Kagemi Gishagi. Mahali kunaitwa Trench. Nikalelewa kwa kijiji nito Mishegwe, Kibagale. Mimi nikaguru, nikasomea shule kadha wa kadha, Loresho Primary. Nikasomea mashule mingi, nilikuwaga na mashida mingi kwa shule. Tukiwa wadogo, tukizaliwa kwa ghetto, lazima kwanza ukisomea private, lazima unahamishwa juu ya school fees. Nikatoka primary school, nikaenda secondary. Secondary nilisomea shule nitoka Uhuru High School, iko pale Kikuyu. Kutoka hapo nikafukuzwa kwa sababu ambazo tutaweza maybe kuongelea baadaye. Nikatoka huko, nikasuguka sana, lakini eventually nikafanya form 4 kwa shule ambayo inaitwa Anada Maga Secondary, iko pale Kawagware. Ukienda pale Kawagware, that's where I did my form 4 in 2017. Way later, after time sikuwa nifanye form 4, nilikuwa nimalize kitabu. So nikamaliza 2017, nikafanya KCSE. Kutoka hapo, that is Githaiga. I'm very proud. I want to really stand up because huyu Githaiga anapatikana Shukura. Life naye alikuwa shapata mtu huko akiwa very young boy, akapata virusi zake, tukakutana and we became very good friends and we started the story and the activism. You know, we are being paid 3700. We were not being paid enough to do activism. One day a friend of mine died and nikaamua, unajua sikuwa nimetokea na virusi, wengi wapo wananijua nimetokea na virusi na kukunywa dawa. After a friend died, it was a long story. I was in a training, nikaambiwa rafiki yako aongeleshe mtu. Nikauliza ni nini baya, nikasema juu niko Malindi, wacha nikuje Nairobi nitajua ni nini baya. Hapana, si bahati unyanadika, ni bahati, si yeye. So I came to Nairobi, nikaambiwa rafiki yako ashaenda ushago. Mimi kwenda ushago nikakuta alijinyoga usiku. So we did not know what had happened, but baadaye tukasikia alitest positive na alishindwa kustomach the news. So from that day nikasema, if only he knew I'm positive too as his friend, maybe angeniuliza maswali 2-3 tungesaidiana. So Boscan, that is how I came out. I came out on Facebook before TikTok came. And I said, you know, I had seen it all. Mimi Boscan, ukiona nikishi maisha, I don't care. Me and you, I'm dying at 17, 21. Mimi nakanga maisha yenye ni bonus. Nabega watu kunakaga bonus. Yani maisha hii ingine ni Mungu. Hii Mungu akinipea hii na akubali. Mimi mimi nilikuwaga niende Sayuni kitabu. So mimi nikaka bonus. Nikasema, now that I've gone through hell and everything, I don't have anything to lose. Mimi nikakuja nikasema I'm positive. Now how did it become? Before I did my form 4, first nilienda Uhuru High School. When I was around form 2 in 2013, I was expelled. Nikatoka nikaenda shule inaitwa Ngeni High School in Limuru. Nikatoka. Wakati nikatoka hapo nikaenda kwa shule baba yangu alikuwa anafundisha. Ilikuwa inaitwa Akiba School, where Mr. Githaiga was a teacher. Again, hata huko sikuweza kuwekwa, nikafukuzwa. Kwenye msasi nafundisha, ikabidi nimetoka shule. Sasa watu wa TikTok wananijua after kutoka shule hapo. Hii mambo ya secondary ni baadaye. So kutoka shule, watu wengi wanajuaga Githaiga na maraya. Wanashindaka wakiniambia Githaiga ni maraya. So ni pale nitoka shule. Hapo ndo nikatoka na nilikuwaga mtoto, sikuwaga mzuri sana. People who know me, I am not Boscan, I am not straight, you know. And growing up and not a straight person, wazazi hawayuko very comfortable na wewe. Na sio wazazi tu, society hayuko comfortable na wewe. Na mashule hayuko comfortable. So wakati nilikuwa form 3, nilipofukuzwa, nikaambiwa sasa wewe umetushida kabisa. Na nilikuwaga na sister yangu alikuwa mdogo kuniliko, kuna wenye wanamjua hapa. Ako hapa TikTok saa ingine, akanifuata. Ikabidi
yeye ndio asomeshwe, Githaiga atoke aende akajitafutie. Na hiyo ndio wakati malienda kwa barabara. Na mimi juu sasa sina kitu kingine ya kufanya na hakuna kitu kingine mimi najua ningefanya nini. Nikakuwa maraya kwa barabara. Hii kurudi shule ilirudi baadaye. So it was in 2014, 2015. I was to do my form 4 in 2015. I did it in 2017. After nishaenda kwa barabara, nisha survive, nisha mess, and then I went back to do my KCSE. I don't like judging of others. Kuna wengine watasema mimi niliingishwa kwa vikundi, mimi nilifanywa. Lakini Pagu Githaiga, just like a left-handed kid ataanza kuandika na mkono ya left, that is how I became. And nobody understood me. And nobody wanted to understand me that time. And today I understand why. Naelewa kabisa. But mimi kwangu hakuna mtu alinifunza, hakuna mtu aliniigisha nini. It is only me. And that is why when I left home, because if I was to be very honest, in Kahuho, I was expelled because I was told, one, I'm an activist, those who know me. Mimi ni activist mkali sana. Waliniambia nataka kuchoma shule. Alafu wakaniambia bado ushaandikia mwanaume barua, na ikatokea kwa public, which is fine, na nikafukuzwa. If you ask those who know me in Ngenia High School, I was chased away because of the same reason. Boscan, I was one young person who had a future. I did my KCPE in 2011. I got 342 marks. I went to Kahuho Uhuru High School. I was studying with Akina Ndovuniku, same class. Khalif Cairo, that guy anozanga gari, same class. Those are my classmates, same class. We studied with them. I had a future. I was one person who was leading them, but circumstances zikatuma nifukuzwe. I stayed home for more than a year. Kama siendi shule na niko form 2. I went back to Ngenia High School and lied that sikuenda form 1 ndio nipate shule tena. And I made my mother lie sikuenda form 1. So I started again in form 1 because I had a future and I really wanted to be somebody. I lied a lot and I sacrificed. When I went to Ngenia, I schooled with this guy called Moya David. I was with him in the same class in Ngenia. Yeye alikuwa nyuma yangu. Sasa unajua sasa mimi niko form 2 huku, alafu nimerudi form 1, nikakutana na akina Moya David. We schooled with them. Moya David will tell you, Githaiga was always leading in a class of almost 600 people. The whole stream, I was almost leading in Ngenia High School. Form 2, things just became. Unajua, the same way a man is adolescent akiwa mdogo, I'm also an adolescent young man. I'm also a rebel. Mimi nilikuwa mtu activist. So nakosana na walimu, nakosana na kila kitu. And that is how I left Ngenia. After I left Ngenia, nikatoka nikaenda kuwa maraya na huko nje. After sasa nikatoka hapo nikaenda shule babangu alifunza inaitwa Akiba School. Ilikuwa Kangemi, ilifungwa. It was just a small public school, private school, ilifungangwa. But that is where I went. After nimefukuzwa, nikatoka, I went nikajipeleka baadaye form 4. Later on, after nishakuwa maraya, nikatoka. The reason why nilitoka is because we were living in a ghetto. Mimi na mamangu, na brother yangu, na sister yangu, we in one roof. When my mother gets sick kidogo, brother yako anakuambia na sister yako anakuambia unafanya mama agonjeke. Wakienda shule uko hapo. So you see, you cannot stay in that place. I had to leave. That is how I left. Tulikuwa tunasoma, nilikuwa na ka place kunaitwa Shanti Kangemi. I left Shanti, nikaenda umaraya yangu nilikuwa nafanyia pale karibu na Sarit Center. Mimi nilikuwa gure shukura, sieli niuze nipate 100. Kuliko niende niobeobe nipewe 10 bob mchana mzima, ama niende niokote scrap metal kwa mto. The only thing I could do is that. Hakuna venye nilikaa kwa barabara ati nikikaa kwa nyumba hata nikiwa maraya. Hii ni barabara na unajiusa kwa barabara, unapata 100 unapata 200 and you survive. So that is how I was there, and the options were very very limited, very very limited. I could not say ati niko na ndugu na dada. Boscan tulikuwa tumetoka kwa ghetto. There is sisi wote akina madhe masista zake wote maskini hoyae wote, si ati sisemi ni maskini, lakini you know we have come from these families kwenye hakuna mtu ambaye anaweza kuinua
Na so you have to survive on your own. And very few of us can go to our cousins' places when such times comes. So I just went, na junaka Kangemi, the only place I could go was Westlands. Westi, juu kitambo ukiuza watu wa Kangemi, sijui kama siku hizi bado watu wanaendanga, kuna kutukwenda kwa Maskadada, tulikuwa tunaendanga chakula huko Sarit Center. Tunaenda tunapewa chakula. So I knew that. So my friends knew, unakuja hapa, wazee wakitoka Kawagware ile side ya chini ama watoke Mjengo, na huku that was the time nini zilikuwa zinajengwa, the mall, ile mall ilibomolewa ndio nini, na hiyo iko kwa mall huko chini. So wakitoka huko wanashukua nyinyi, unapewa 200 yako. That was the best you could get, and you could live somewhere just kwa box. Unakaa chini ya bridge, unakaa asubuhi kiamka, unaenda unafua nguo yako, unajiosha kwa ile rifa just there. Si Taj Mall ile ilibomolewa na terrorist ile ya Westland somewhere there, Westgate. Yeah, Westgate. So tulikuwa tunaongea hapa nyuma ya Westgate, kuna rifa, those who know there. Unaanika nguo, unajianika, unakauka, ukikauka unafaa nguo, unaenda kutega wale wametoka kwa Mjengo, ile wamepata kidogo mnagawana kabla apelekee bibi. So that is what we could do. Hauna pali pa kuishi. So that was changamoto number 1. We used to live with other chokoras. The reason why na categorize watu because tulikuwa groups. Kuna wale watu wa kwenda kuokota ui, zinaitwa ui, zile scraps. Kuna watu wa kuombaomba, wale nipe niko njaa, na kuna sisi tulikuwa tunajiuza. None of us had a place to stay. All of us were living outside. That was challenge number 1. Second challenge, Buscan. Watu wenye wananijua vizuri wananijua kama Githaiga wa ukimwi. The truth of the matter, nikiwa hapo tu nje, within 3 months I had already contracted HIV. And that was the biggest challenge of my life because I was just 17. And Buscan, that thing hit me so hard because sijui kama nikupeleke venye nilifika hapo. Buscan, tukiwa pale, tukiwa hivyo machokora, kuna stigma katikati yetu. Kuna wale wachokora, wale wa kuokota, wanaona kama nyinyi ni maraya, wanaona nyinyi ni wabaya, nyinyi mnararo wana nyinyi. So kila saa kulikuwa ganyi msilale hapa, mnapigana. Siku moja kuna Mark, it's good I came here today. You see this one here, this one. One day we were there, we fought. Kulikuwa na vita. Me, I was a very small boy, nikagongwa vibaya sana. Macho yangu ikakakaa inataka kupasuka, ikakuwa very ni kama ya huyu Mwiti. Unakumbuka Mwiti siku alitandikwa? Ilikuwa imefura hivyo. Yangu ikafura hivyo. Na mimi nilikuwa kama shukura. You know, I was a shukura that time. And I could not even go to hospital. And then a friend of mine told me, Githaiga, after 2 days, Githaiga, kuna place, hospitali ya maraya, iko town. Watu watao, watu warudi wanajua penye nasema. Pale juu, mnajua watu wa soap. Nikasema, tuende nikaangaliwe macho. Buscan, mimi nikaenda kuangaliwa macho yangu. Nilikuwa nimepigwa sana hiyo siku. It was like 2 days. Watu wanajua kwenye UNHCR ilikuwa kitambo pale West, that is where I was living hapo chini. So tukaenda Hosi. Kwenda Hosi junior free na ni ya sex workers, ilikuwa ya female sex workers, siko ya male sex workers, lakini sisi tunaenda tu juu tukienda kwa kanjo tutaambiwa tununua kitabu, na kitabu ni 30 bob na huna hiyo 30 bob. So I went to that hospital niangaliwe macho. But you have to go through a triage. A triage ni unaenda unapimwa sinitwa nini? Pressure. Unatoka kwa pressure, unapimwa sijui nini, unapima virusi, unapimwa kabla uende ukajulikane, ukaangaliwe. Mimi nilikuwa nimeenda kuangaliwa macho. Buscan, hiyo ndio siku nilijua nimepata virusi. It was just like 3 months after I went to the streets. That was the second and the biggest challenge I ever got in my life. I was a kid. Buscan, I could not know. Buscan, nimetandikwa penye tunalala, tunaitwa nyinyi mashoga. Buscan, napewa dawa ya rafi. Ningemeza aje? Ningeziweka wapi? How would I even start? Who was there to even hug me na kuniambia? And I was 17 na sikuwa nimefanya form 4. Form 4 jua nilienda baadaye after 2 years. I did form 4 after 2 years. I was to do form 4 in 2015. I did it in 2017. Way later. Buscan, I was done. That was the biggest challenge. Sikuwa na place ya kukaa. Nimepata virusi. Sina place ya kuweka dawa. Sina venye naweza zikunywa. Sijajikubali. Nyumbani niko na mashida. My life was done.
And this boy was not just another boy. Huyu ni kijana alifanya KCPE akapata anga 342 marks. This was a boy alikuwa ana lead akina Khalif Cairo. He was leading. Those boys are bright. And I led those boys. And they will tell you for a fact. So I was looking at myself like a failure. I wanted to be a lawyer. Now look at me. I am nothing with HIV. Nilijifanya manga. Unajua kunajifanya manga. Wacha nitoke. Mwache kunibrame. Mimi ndio nafanya mzazi akonjeke. Wacha nimuondoke. Ushapata virusi. Buscan nilikaa miaka 2 kama sikunywi dawa. Buscan nilipata hiki kitu yenye unaona nyako akishida kiabie mililida inaitwa herpes. Nilisikia tu akisema but I know how bad it is. I got something called genital herpes. Very painful things. I thought I would die until somebody found me. Ndio akanipeleka kwenye naendeanga dawa hadi leo. Leo nikapata mtu wa kuniongelesha. I never had found anybody to speak to me anything about being positive. And I'm 17, I'm 18. 2 years kwa barabara. Huyu unaona hapa gam mifuta alikuwa ameshawasha na maisha yake. Until somebody found me, told me Githaiga twende. Hakuna ku give up. Another chance. And that is how I got another chance. So when I was out there, the biggest challenge was hizo vita sana, kugonjeka kila saa, nilikuanga nje, virusi after 3 months and 17 months later kuishi na virusi bila dawa. My friend, that is the worst experience. My mother has never asked me, anaonaga tu. My brothers, my sisters, nobody asked me about it. And I appreciate it that way. Naipenda hivyo, we have so many history that we don't want to remember. I don't want to remember about how we ignored each other. So they never asked me about it. I wouldn't say they don't know, they know because they see. But we never speak about it. Nobody asks me my sexuality or anything. Sijaongea na mtu kwa familia. Na ile siku mtu ataniuliza, niko na majibu 3. Nitajibu hiyo siku. But for now, they have never asked me and I appreciate it that way. Buscan umeniuliza swali lingine ya miaka 2 after that. After nimepata mtu wa kunisaidia kanisha mahali. Kuna huyu kijana ako hapa. Na hapa kwa Gonto Levi kwenye anafanya. Kwenye kuna gariaga vijana ambao wako na virusi. We went to a clinic. I was a sex worker and I was living outside. And then I went kama tu mtu kama nikachokora tu kabisa. Hata sikuwa nakubaliwa kuingia kwa clinic. Kuingia mimi nikaambia mtu huko, you know one thing, nataka tu dawa because nishapata vidonda. Those people who know genital herpes, they are very very painful and I could not live with them and I'm a kid. So I was like, twende nipatiwe dawa. The doctor told me there. Akaniambia shida yako kubwa, akanielezea ile inaitwa nini? Inaitwa counseling. Akanipea counseling na akaniambia Githaiga, you have a life. Ukiamua utaishi. Juu siku hizi kuna dawa. Na nikasema sawa. By that time I was 19. I was 18 ama 19 kitu hivyo. Haya, nikasema I was 19 juu nilikuwa naenda kufanya SAFA hiyo mwaka after nimeenda kwa hiyo hospitali after 2 years. Nikasema daktari, mimi shida yangu sina pali pa kuweka dawa. Hata ukinipea sitapali pa kuweka sina. That clinic ni watu wanakuja wanachukua dawa za virusi mchana. Daktari akaniambia Githaiga, tunafunguanga saa 2. Tunafunga saa 10 jioni. Kwa nini? Juu dawa si lazima ukunywe jioni. Kwa nini mimi nisikuwekee dawa zako? Ukienda umaraya yako usiku, ukiamka asubuhi, unakujia dawa zako saa 2 kwa clinic. Unameza, alafu something to make me go to the clinic na rara huko. Sasa unajua mimi ni maraya, hakuna kulala nje tena. Unafanya kazi usiku, unapewa dawa asubuhi, unalala huko. Saa 4 staff wanapewa chai na mkate 2. Napewa hapo. Na mimi saa hiyo chakula ni nadra hupati. So nikapewa opportunity niedewe dawa kwa hospitali na nilalage huko. That is how I started taking my meds. Kidogo tukajuana nao watu kabisa. Daktari akaniambia Githaiga, kuna watoto wengine kama nyinyi. Unajua nilikuwa mtoto. Kuna watoto wengine kama wewe huko nje. Unaweza wapea condom. Julikuwa clinic. Unaweza kuwa unatumika kuwapea condom. Badala wewe akajiuse bure. Wapea condom wajue mambo ya kujikinga. Mimi sikuchoma mambo ya condom. Okay, I knew condom,
But I never knew. Unajua kuna vitu zingine hata watu wakubwa hawajui. Ati wewe Boscan ukilala na mimi tunaweza pena ukimwi. We never knew all those things. So they're like, Githaiga, can you be used? So I was like what we call a peer educator, where I'm educating my own peers. I started, simeanza kumeza dawa vizuri. Nikaanza kuchukua condom jioni saa 8, saa 10 wakifunga, nenda naso kwa street. Wale watoto maraya, mtu akienda wera na mpea bili ya matatu. Taza shua zile sakafa. So that is how I started pay education. And that is how I got my first salary of 4,000 shillings. Because I was employed that time, nilifanya miezi 2 and I was told you can become a pay educator. Hii pesa nye America wanitaga USAID. Ile walichukua. That was what was paying us. Tulikuwa tunalipwa 3,700 ikishakatakatwa na bank. So it was 4,000. That was when I started pay education. Hii mambo yote ya activism ya virusi nafanyanga because of that. I started there. Nikaanza kufundisha watoto wenzangu, nawaambia condom tumia, napeleka condom. Daktari akaniambia, Githaiga, njoo watu wenyu hawezi kuja kwa kliniki kupimwa, unaweza nipeleka kwenye mnakuanga nikapime huko. Na mimi naambia daktari, sawa, acha niongee nao. Naongea nao, wanakubali, kujeni mpimwe. Kuna vitu zinaitwa PrEP, ndio ilikuwa inaanzishwa Kenya. Tukaanza kupeana ma PrEP. Ule hana virusi PrEP, ule yako naso unasema yero kamano dawa. Sasa mimi nishakuwa empowered, hakuna mambo ya kulialia. Hiyo ilikuwa wakati tulikuwa tunasika 2015. Tulikuwa tunasika Boscan. Hey, you are seeing a person here. We have buried. Oh God. Tulikuwa tunasika warare pema peponi. Lakini Mungu alitusaidia tukatoka hapo. Tulisika zaidi. Na sasa hiyo tulikuwa daktari kwambia anataka kupima watu na kubali kuja upime. Ukisikia uko na virusi unaanza dawa immediately, utaki kukufa. Walikufa. Boscan nimesika. Boscan nakaa mtu anafanya kazi kwa moshari. Ya mjui. Nakaa mtu anafanya kazi kwa moshari. Nimeenda mataga mingi kuliko mzee kwa miaka 8. Hii virusi Kenya imenipitishia ni mingi. So that is how I started. I started nikaanza kuwa pay educator. Kidogo kidogo I was told, Githaiga, now you can go back to school. That is how I went back to Anandamanga in 2017. 2 years later, because for the first time I really stand up and tell people I'm proud of what I've become. Yes, I am. For the first time, I think I am. Yeah. One day, a friend of mine died. And nikaamua. Unajua sikuwa nimetokea na virusi. Wengi wapo wananijua nimetokea na virusi na kukunywa dawa. After a friend died, I was in a training. Nikaambia rafiki yako aongeleshe mtu. Nikauliza ni nini baya. Nikasema juu niko Malindi, wacha nikuje Nairobi, nitajua ni nini baya. Hapana, si bahati unyanadika, ni bahati, si yeye. So I came to Nairobi, nikaambia rafiki yako ashaenda ushago. Mimi kwenda ushago nikakuta alijinyoga usiku. So we did not know what had happened, but baadaye tukasikia alitest positive na alishindwa ku stomach the news. So from that day nikasema, if only he knew I'm positive too as his friend, maybe angeniuliza maswali 2-3 tungesaidiana. So Boscan, that is how I came out. I came out on Facebook before TikTok came. And I said, you know, I had seen it all. Mimi Boscan ukiona nikishi maisha, I don't care. Me and I'm dying at 17, 21. Mimi nakanga maisha yenye ni bonus. Nabiaga watu kunakaga bonus. Yani maisha hii ingine ni Mungu. Hii Mungu akinipea hii nakubali. Mimi mimi nilikuwa niende Sayuni kitabu. So mimi nikaka bonus. Nikasema, now that I've gone through hell and everything, I don't have anything to lose. Mimi nikakuja nikasema I'm positive, so that any person who is a friend of mine who may get to this. Alafu najua Boscan in our community, for a street person to get HIV, I am at risk 4 times more. Sijui kama unajua inaitwa prevalence. Sijui how I may make it understandable to everybody. My prevalence is 4 times more than a street person. Kwa watu kama mimi kupata virusi ni 4, ndio mtu mmoja street apate. That is why HIV was known as a gay disease even in America and other places, because it spread so fast and we never knew all those things. So our people were really sick.
everybody was sick. Ukiuliza watu wanatujua wanasema tu hawa maswako wanakuwa kila mtu na ukimwi. The prevalence is so high and it's because of kugeuka, kufundishwa. We are not being taught about so many things. There are so many factors that lead to it, and so many of us, we are young, we don't know nothing, and then unajikuta tu. So prevalence ilikuwa juu. Mimi nikasema because I've seen this with so many people, sitaki wengine wakufe. I came out on Facebook. Coming out on Facebook, I started teaching people vitu nafundishwa kule kwa mradi, naenda kwa mradi. You know, I'm a wise person. In as much as sijaenda shule, sijafanya nini, I know how to read books. I can tell 1, 2, 3. Naenda conference, nasoma naandika Facebook. You know, you to you. Ukiwa na virusi ukunywe dawa, usuppress, juu utapatia mwingine, vitu kama hizo. So I became an activist. Then TikTok came.